wake zenu ni mashamba yenu, faatu harthakum, yaendeeni mashamba yenu, haithu ma shi'tum, sehemu yoyote mpendayo, masikioni, kichwa, ndiyo maana ya haithu ma, puani. Kwa sasa anayekuja akawatuhumu mashia aituhumu Qur'an, na ndiyo maana aya huwezi ukaitumia kuharamishia kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Huwezi ukatumia aya hii kwa sababu aya ni mujmal. Sasa inabidi turudi katika riwayati. Riwaya zilizopokelewa zinasemaje? Riwaya tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, sitaki kwenda kwenye habari za mashia, tukirudi kwenye vitabu vya kisunna tunawapata baadhi ya maswahaba waliofanya tendo hilo na wakasema linafaa. Lakini unaporudi kwa maulama wa madhehebu hizi nne, wako waliolijuzisha tendo hilo na wako waliolifanya. Wengine wakaulizwa wakasema, sasa hivi natoka kuoga janaba kwa josho hilo. Mtuhumiwa wa kwanza si Shia katika masala haya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo dadangu, kosa lako sio kubwa sana. Leo tutajaribu tu kuyaelezea yale ambayo ameyazungumza Sheikh hapo na kupindisha kutafsiri Qur'an. Leo kosa lako dadangu ni moja tu basi. Baada ya kuona ikripu hukuwafata watu kuuliza wajuzi zaidi, jamani hii inakuaje, ndipo ukaposti, ila wewe ukaiposti moja kwa moja. Kwanza kabisa tutambue katika Uislamu bwana, kwanza Uislamu sio kuvaa kanzu na kofia. Unaweza ukamwona mtu kavaa kanzu na kofia na kila kitu cha kujipamba kwa sura ya Uislamu, lakini si Muislamu, hatumiki Uislamu. Huenda ameagizwa na mtu ambaye anasimamia maslahi yake ya kidunia. Kwa hivyo ili kutetea ile maslahi yake yasitetereke, atafanya kila kitu, kila mbinu ili kupindisha haki na kuisimamisha batil, maslahi yake yaweze kwenda na tumbo lake liendelee kushiba kila siku, ijapo anaangamia taratibu pasi na kujifahamu. Huyu shekhe hapa sote tunamtambua, wasiomtambua ni wachache sana, na kundi lao huitwa Shia. Lakini huenda watu wakatumia vikundi vyema vilivyopita, wakatumia jina la vikundi vyema vilivyopita kwa kupotosha umma na kuharibu dini kwa kutumia jina lile la vikundi vyema vilivyopita. Tuingie moja kwa moja pasi na kupoteza muda, tuitafsiri hii aya vizuri kabisa pasi na kutafsiri gazeti. Kwanza sisi Waislamu tumekatazwa kupita mapito yako ya kitafsiri ya Qur'ani. Tumekatazwa kupita mapito ambayo unahitaji wewe ya kutafsiri Qur'ani pasi na kuwa fani nyingi sana kichwani za kilugha. Sasa nimkumbusha jambo moja dada yangu pamoja na Sheikh. Sheikh anajua kila kitu, lakini kupindisha tena. Katika hiyo aya inasema nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum an nashi'tum. Wanawake wenu ni mashamba yenu, yaendeeni mashamba yenu kwa namna mnavyotaka. Moja kwa moja tafsiri imetafsiriwa hivi. Allah hakuweka wazi kusema labda umuingilie mwanamke kinyume na maumbile ama umuingilie masikioni. Hakuweka wazi hilo. Na wala hakuweka wazi kwamba usimuingilie kinyume na maumbile wala usimuingilie masikioni.
Lakini tunaingia kwenye hizi fani za kutafsiri Qur'an. Hapa kuna kitu kinaitwa tashbihun baligh. Kuna tashbihun baligh kwa maana kuna mfanano fulani. Mfanano huu kafananishiwa mwanamke na shamba. Tusikilize kwa makini. Na sifa ya shamba na kazi yake kila mtu anaifahamu. Shamba kazi yake ni kupandwa mbegu, baadaye huja kuzaa matunda. Ndiyo kazi ya shamba. Kwa nini kafananishiwa mwanamke na hili shamba, ikiwa shamba kazi yake hii na mwanamke naye hivyo hivyo? Mwanamke kazi yake kwamba ni kuingiliwa na mumewe, kwa maana mwanaume anapanda mbegu mule kwa mwanamke, baadaye kutarajia yule mwanamke kuzaa matunda, kwa maana kuzaa watoto. Ndipo mwanamke akafananishiwa na shamba. Je, endapo mwanamke ukamwingilia kinyume cha maumbile, hivi hii mbegu yako utakayoipanda kule inaweza kuzaa? Hapa napo pa kujiuliza kidogo. Jibu ni kwamba haiwezi kuzaa mpaka umwingilie sehemu ambayo rasmi imeandaliwa kwa ajili ya kupanda, ndipo ataweza kuzaa. Lakini turudi katika jambo lingine. Watu wa kaumu Lut, sababu ya wao kuangamizwa na Allah ilikuwa ni kufanya vitendo hivi. Walikuwa wanawaingilia wanaume wenzao, na mwanaume hana sehemu aliyokuwa nayo mwanamke. Ana sehemu moja ambayo Allah ndio alikataza hiyo sehemu, wanaume wasiingie hiyo sehemu. Na huku shekhe anapotuambia kwamba aimkatazie kumwingilia mwanamke kinyume cha maumbile, na ndo hayo walioangamizwa wale watu wa Lut. Kwa hivyo basi, hivi vikundi tuwe navyo makini sana. Usione kila kikundi kipo kwa ajili ya kusimamia dini ya Uislamu na kutetea haki ya Allah. Wengine ni watu wa kuagizwa, fanya hivi uwe na maslahi fulani duniani. Lakini na hawa mashia, itikadi yao mpaka kesho kutwa wanasema kwamba mama Aisha radhiallahu anha ni katika wanawake wachafu wanaofanya mambo ya machafu duniani, ijapo ni mwanamke, ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini bado wao itikadi yao wamemzulia machafu kwamba ni mzinifu. Tukumbuke Allah subhanahu wa ta'ala amesema al-khabithatu lil-khabithuna wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati. Allah amesema hivi, wanawake wachafu wa zinaa wataolewa na wanaume wachafu wa zinaa, na wanaume wa zinaa wachafu watawaoa wanawake wa zinaa wachafu. Lakini pia wanawake wasafi, wanawake wema waliotakasika wataolewa na wanaume wema waliotakasika, na wanaume wema waliotakasika watawaoa wanawake wema waliotakasika. Kwa mujibu wa hapo sasa, inamaanisha kwamba Aisha unaposema ni mchafu wa zinaa kaolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mujibu wa aya hii, mtume tutamuita nani? Kwa hivyo lazima umeanza kumtukana Bi Aisha pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo khitabu yangu kwa jamii, hivi vikundi tuchunguze sana. Sio kila kikundi cha kukiamini, na sio kila mtu anayevaa kanzu na kofia wa kuamini. Wamesomea Uislamu, wanaujua vizuri, wengine wameujua vizuri kwa ajili ya kupotosha umma. Kwa hivyo sio kama hajui hiyo aya inavyotafsiriwa, lakini anafahamu, isipokuwa kupindisha kwa ajili ya maslahi. Hiyo aya tafsiri yake, wanawake wenu ni mashamba yenu, waendee kwa namna mnaotaka namna, kwa maana staili, kubadilisha staili katika tendo la ndoa, na sio kila sehemu, puani, masikioni, kinyume cha maumbile. Hapana, si hivyo. Wabillahi tawfiq.